taarifa yetu kwa kuangazia taarifa hii kutoka jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, amesema mama na baba lishe ni kundi muhimu linalochangia kwa kiwango kikubwa maendeleo ya taifa kupitia huduma ya chakula kwa wananchi wa kada mbalimbali. Akizungumza katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, Rais Samia amesema kundi hilo linalisha wafanyakazi, wanafunzi, wasafiri pamoja na wananchi kwa ujumla, hivyo kuwezesha shughuli nyingine za kiuchumi na huduma za kila siku kutekelezwa kwa ufanisi. Aidha, Rais Samia amesema shughuli za mama na baba lishe zinapaswa kutambuliwa na kuheshimiwa kwa hadhi inayolingana na mchango wao katika maisha kila siku kwa Watanzania wote. Shughuli za mama lishe na baba lishe zinastahili kutambuliwa na kuheshimiwa kwa hadhi inayolingana na mchango wao katika maisha yetu ya kila siku. Mheshimiwa Rais amesisitiza kuwa mama na baba lishe hawapaswi kusumbuliwa wala kunyanyaswa, huku akiahidi kuwa serikali itaendelea kusimamia heshima na ustawi wao. Tuangazie taarifa nyingine kutoka mkoani Pwani. Mwenge wa Uhuru 2026 umeanza rasmi mbio zake katika manispaa ya Kibaha mkoani Pwani, ukitarajiwa kukagua na kuweka mawe ya msingi katika miradi 8 yenye thamani ya shilingi bilioni 41.1. Akipokea mwenge huo kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Kibaha, Regina Bieda, mkurugenzi mtendaji wa manispaa hiyo Daktari Rogers Shemwelekwa amesema mwenge huo utahusisha miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo uwekaji wa jiwe la misingi la kiwanda cha kuzalisha taulo za kike cha Dowey Care Technology pamoja na kugawa taulo za kike 1000 kwa wanafunzi wa shule za misingi na sekondari. Aidha, mwenge utaweka jiwe la msingi katika ujenzi wa barabara ya Kongowe Forest yenye urefu wa kilomita 7 kwa kiwango cha lami pamoja na kuzindua huduma za afya katika zahanati ya Kilimahewa iliyopo kata ya Tangini. Akitoa ujumbe wa Mwenge wa Uhuru, kiongozi wa mbio za mwenge kwa mwaka huu ndugu Wazo Mang'onda amewataka wananchi kuzingatia ulaji wa mlo kamili ili kuboresha afya na kujikinga na udumavu. Sasa turudi mkoa wa Kagera ambapo hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera imeadhimisha wiki ya maabara nchini kwa kutoa huduma za vipimo pamoja na elimu ya huduma za maabara bure kwa wananchi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhamasisha jamii kufanya uchunguzi wa afya mapema. Akisoma risala kwa niaba ya idara ya maabara, meneja wa maabara wa hospitali ya rufaa ya mkoa Bukoba Eustadius Kamgisha amesema vipimo vinavyotolewa bure ni pamoja na vipimo vya magonjwa ya ini na figo, magonjwa ya saratani na mlango kizazi, malaria, VVU, tezi dume, sukari, makundi ya damu pamoja na kipimo cha uzito na shinikizo la damu. Maadhimisho haya yanalenga kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa vipimo vya maabara, kuhamasisha wananchi kupima afya zao mapema, kuonesha maendeleo ya huduma za maabara pamoja na kuimarisha uhusiano kati ya watoa huduma na jamii. Kwa upande wake, mratibu wa huduma za maabara mkoa wa Kagera Emmanuel Mkumbo amesema kuwa hospitali hiyo imeendelea kupanua wigo wa huduma za maabara kutoka huduma chache hadi kufikia zaidi ya vipimo 100 kwa sasa. Wiki ya maabara katika hospitali ya rufaa ya mkoa Bukoba imeanza jana tarehe 20 Aprili 2026 hadi Ijumaa tarehe 24 Aprili 2026 mwaka huu, huku idara ya maabara ikiwa imepiga hatua kubwa katika kuboresha utoaji wa huduma, ikiwemo kuimarisha mifumo ya ubora na kuingia katika hatua mbalimbali za ukuaji na maendeleo ya kitaalamu. Tuangazie taarifa nyingine ambapo mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, Jaji Mohamed Chande Othman amesema tume hiyo imepokea ushahidi kutoka kwa Watanzania 63,603 kwa njia mbalimbali. Amesema ushahidi huo umepatikana kupitia mahojiano ya ana kwa ana yaliyohusisha watu 1323, mashahidi wa viapo watu 553, madodoso yenye maswali bila kutaja majina ya wahusika watu 4891 pamoja na mikutano ya makundi 202. Aidha, Jaji Chande amesema idadi kubwa ya ushahidi imepokelewa kupitia njia ya simu na ujumbe mfupi ambapo watu 56,445 waliwasilisha taarifa zao kwa njia hiyo.
Katika biashara na uchumi, taarifa yetu ni kutoka Songwe ambapo zaidi ya wakulima 300 wa zao la kahawa na maharage mkoani Songwe wamenufaika na mafunzo ya elimu ya fedha yaliyoandaliwa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADBE na Ofisi ya Rais Secretariat ya Maadili ya Viongozi wa Umma yaliyofanyika kwa siku 4. Mwezeshaji kutoka TADBE Angelina Nyansambo ametoa mafunzo yaliyogusa masuala mbalimbali ikiwemo umuhimu wa usimamizi mzuri wa fedha, njia salama za kuweka akiba kupitia benki, usimamizi mikopo na wajibu wa mkopaji, uwekezaji pamoja na kilimo biashara. Kwa upande wake, ofisa kutoka Ofisi ya Rais Secretariat ya Maadili ya Viongozi wa Umma Enoch Mwaitebele alitoa elimu ya maadili na rushwa kwa wakulima, akielezea umuhimu wa maadili kwa wakulima na kuepuka vitendo vya rushwa katika mchakato wa mkopo na hata matumizi ya mkopo. Zao la kahawa linaendelea kuwa moja ya chanzo kikuu cha mapato kwa wananchi na serikali katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Mafunzo hayo yanatarajiwa kuleta mabadiliko chanya kwa wakulima na kuchochea maendeleo ya sekta ya kilimo cha kahawa na maharage mkoani Songwe. Kimataifa, ripoti jioni hii zinasema kuwa Marekani na Iran zimesema ziko tayari kwa vita, huku muda wa mwisho uliowekwa wa wiki 2 wa usitishaji mapigano kati ya mataifa hayo mawili ukikaribia kumalizika usiku wa leo. Haya yanajiri wakati kukiwa na mashaka iwapo duru ya pili ya mazungumzo ya amani iliyotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump nchini Pakistan itafanyika au la. Marekani na Iran zimesema ziko tayari kwa vita, huku kukiwa na mashaka kuendelea kwa mazungumzo yaliyopaswa kufanyika Pakistan kwa lengo la kumaliza vita hivyo vya Mashariki ya Kati vilivyoliathiri soko la dunia. Iran imekataa kuthibitisha kwamba itahudhuria mazungumzo hayo, huku ikisema Marekani imekiuka makubaliano yaliyokuwepo na yaliyowekwa na majeshi yake kuendelea kuzingira bandari za Iran pamoja na kuikamata meli yake.